utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 60 1721. Welcome all. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika, msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizwa. Naam, asante sana mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana nasi katika kipindi cha leo, siku ya Ijumaa, mwezi wa 8 mwaka 2022, siku ambayo ni 4 katika kule kujumlisha kwa kura hasa zile za urais. Kwa hivyo tunatarajia kwamba utakuwa nasi kuanzia sasa mpaka mwisho. Karibu, naitwa Masi Ontita. Nami niite Edwin Mokaya. Kuna mengi yanaendelea. Leo ni siku ya 4. Tunaenda kuangazia mengi ya wale wamechaguliwa, kuna wale wametangazwa washindi. Tunaenda kuangalia yote kwa pamoja. Karibu. Labda tu Edwin, kwa haraka tu tuangalie baadhi ya wale wameshindwa. Kumbuka jana tulikuwa tumeangazia baadhi ya wale ambao walishindwa katika nyadhifa tofauti, wengi ambao ni wale wa majina ya kutajika, wale ambao ukienda hata kule West Pokot ukitaja mtu atakwambia huyo ni wa wapi, lakini wengi jamani tuliona nguka kidogo. Lakini mtazamaji na msikilizaji, leo tutajaribu sana kukujuza baadhi ya wale ambao wameshindwa. Kwako Edwin, kwa haraka tu hapo ndani. Naam, pengine nikiangalia The Standard, gazeti la The Standard, kwenye ukurasa wa kwanza wameandika wale ambao pengine walipoteza, wale walishinda. Na ukiangalia hapo wameandika the winners and losers. Kuna big names na kuna wale wengine ambao walishinda. Kwa mfano walioshinda kama Muhammad Ali, tunajua katika ule uchaguzi, wakati wa uchaguzi, ndio siku ya uchaguzi ambayo ilikuwa siku ya Jumanne, tulimuona akipelekwa hospitalini. Alikuwa amedhulumiwa pamoja na niseme wafuasi wa mpinzani wake, lakini baadaye ndiye aliibuka mshindi. Tulimuona Rahim Dawood, tuko na Jeremia Lomrikai, Mwangi Kiunjuri, Musa, kuna John Mnyes. Wao ndi wale waliopoteza, the big names wenye walipoteza, kina Chris Omlele, Sospita Ojamong. By the way, Sospita alikuwa ni gavana katika ile county ya Busia, na akamaliza hatamu yake, vipindi vyake viwili. Kwa hivyo akaona ni heri
bado aenda kuwania kiti kile cha ubunge katika pale Teso South, lakini aliweza kupoteza. Niona akiongelewa sana mtandaoni, na baadhi ya wananchi walikuwa wanasema ikiwa mtu amemaliza hatamu yake, mbona tena urejee pale chini? Walifanya vyema. Kuna wale walikuwa na hisia tofauti kumhusu yeye. Chris Wamalwa, Joshua Kutunyi, Justus Kizito, hao ni baadhi ya wale ambao walipoteza. Asa ukilinganisha ama ukiangalia karatasi hili la The Standard. Kwa hivyo imekuwa ni kinyang'anyiro ambacho pengine niseme kilikuwa cha karibu zaidi, na wakati huu tuliona kwamba pengine kutoka pale Uhuru, niseme Mount Kenya tu, Uhuru's home county, tunaona kulikuwa na wengi ambao walichukua uongozi haswa kutoka kwa chama cha UDA, akiwemo tulimuona pale Simon Kingara wa UDA akichukua uongozi pale kwenye kwenye eneo bunge la Ruiru, alipomshinda mpinzani wake ambaye alichukua Jubilee, alikuwa na kura 1027, yeye akiwa na 1067. Vile vile kuna Githunguri ambao tulikuwa na Gathoni wa Mchomba. Kuna Gatundu North ambaye ni MCA alikuwa MCA hapo awali, Elijah Njoroge, and then kuna Lari ambaye ni Mburu mwenye alikuwa mbunge wa Lari, Mburu Kahangara vile vile ni wa UDA, aliweza kumshinda John Mburu. Kwa hivyo hao ni baadhi ya wale. Ndio vile vile kuna Kiambu constituency ambayo tuna John Waithaka Machua wa UDA. Kwa hivyo kuna wengi ambao walishinda, na hapo jana tuliongelea kuhusu baadhi yao hapa, pengine baadhi yao hapa katika kaunti ya Kisii. Na vile vile hatuwezi kosa kutaja hili Masi, kwamba baadhi ya kina mama ambao walikuwa wamejitosa ulingoni kabisa kuwania viti mbalimbali waliweza kuibuka washindi, na ni jambo ambalo limezungumziwa zaidi. Pengine utaenda kuangazia wachache tu, manake sitawataja wote, na vile vile sitataja washindi na walioshindwa wote. Tunataja wachache tu. Tunamuona kulikuwa na Tabitha Karanja ambaye alibuka pengine mshindi pale katika kiti kile cha useneta. Tumemwona Karanja akiwa na misururu ya kesi mbalimbali kuhusiana na ushuru, lakini alibuka mshindi akiwa na kura 1158 akimshinda yule mwenzake ambaye alikuwa anamfuata pengine nyuma kwa kura 66,200. Vile vile tunamuona Irene Njoki, ndiye aliyemtoa Ngunjiri ambaye pale Bahati. Ngunjiri unajua alikuwa ana kila wakati yuko pale mtandaoni anatupia Rais Uhuru Muigai Kenyatta cheche za matusi, na alikuwa mwandani wa karibu zaidi wake William Samoei Ruto. Lakini naona kwamba Irene Njoki ambaye bado watu wanasema kwamba hakuwa tajika zaidi, hakuwa amejulikana sana, lakini aliweza kuchukua ushindi ule pale kwenye pengine niseme ilikuwa Laikipia East. Ilikuwa Bahati, kunradhi, ilikuwa Bahati, ndipo Irene Njoki aliweza kuchukua. Hivyo kuna wengine akina Gathoni wa Mchomba, Millie Odhiambo, Rosa Buyu, Martha Wangari, kuna Jane Kihara, Charity Kadhambi, Tabitha Karanja. Hao ni baadhi ya kina mama ambao pengine walibuka washindi. Hatuwezi kosa kumtaja Gladys Wanga ambaye alichukua ugavana pale Homa Bay. Alichukua, na yeye ndiye gavana wa kwanza katika Nyanza ambaye pengine niseme ni mwanamke. Kwa kweli mtazamaji na msikilizaji, tukizungumzia pia wanawake, kuna yule mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia, kunaye Agnes Pareyo, kunaye Rosa Buyu kutoka kule Kisumu West, kuna Suba North pale Millie Odhiambo, kuna Meriani Katani, Martha Wangari kutoka kule Gilgil, kunaye Jane Kihara wa Naivasha na wengi zaidi. Kunaye Kawira Mwangaza by the way,
ambaye aliteuliwa kama gavana katika kaunti ya Meru, na amini usiamini Kawira Mwangaza alikuwa anaonia kupitia chama huru, hakuwa na affiliation ya muungano, labda ile miungano ambayo iko popular, na wengi wamesema kwamba ni swala ambalo limevunja zile itikadi za eneo lile, kwamba jamani labda mwanamke hawezi kuongoza pale hasa katika ile nafasi ya ugavana, na vile vile kuvunja ile itikadi ya kwamba Kiraitu Murungi hawezi akashindwa katika uchaguzi. Kumbuka kwamba historia anasema kwamba tangu mwaka 1992 Kiraitu Murungi hajawahi shindwa. Huu ndo wakati wa kwanza ameshindwa, bila kusahau vile vile yule gavana ambaye ametangazwa pale Machakos, Wavinya Ndeti, ambaye amewashinda ama wapinzani wake wa karibu. Kabla ya kutangazwa kwa kura za kule Nakuru, Susan Kieka yuko mbele, gavana wa Kirinyaga pale Anne Waiguru yuko mbele. Kwa hivyo ni baadhi tu ya wale wanawake ambao kwa kweli walijitosa katika nyanja za kisiasa. Sheria ilitungwa, ikakubalika, wakaingia pale na wengi walishindwa, na wale walioshindwa, kitu kizuri ni kwamba wote walikubali kusema kwamba jamani, fulani amejaribu, nilijaribu lakini fulani amejaribu zaidi. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wote ambao wanaendelea kuonyesha ukomavu katika siasa kwa kukubali yale matokeo ya uchaguzi. Na vile vile tukiachana na hili swala la wanawake, though kuna wanawake wengi ambao kwa kweli tutawataja kwa wote kwa sasa hivi ambao wameshinda viti tofauti tofauti vya uongozi, na kuna idadi ya wabunge kwa sasa ambao kwa kweli wameteuliwa, wengi wakiwa ni affiliates wa miungano tofauti tofauti. Kumbuka kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na muungano wa Kenya Kwanza ndio miungano mikuu hapa nchini Kenya katika hasa uchaguzi wa mwaka 2022, na so far naona kwamba wabunge ambao wameteuliwa on either side ni wengi zaidi. Nikiangalia Azimio la Umoja wa Kenya so far naona wako na zaidi ya wabunge 120, huku kunradhi 133, huku Kenya Kwanza wakiwa na zaidi ya wabunge 120. Kwa hivyo kumbuka kwamba nafasi za wabunge ni 349. Kwa hivyo naona kwamba wote jamani wamejitahidi zaidi, na wengi ambao walishinda walikuwa kutoka chama cha UDA, lakini pale kwenye Azimio la Umoja wa Kenya it was a distribution, lakini wengi walikuwa kutoka kwenye chama cha ODM. Ukiangalia gazeti la leo la Daily Nation wamechapisha katika ukurasa wangapi pale, katika ukurasa wa 2, wa 3, wa 4 pale wamechapisha majina ya baadhi ya wale ambao wameteuliwa na wametangazwa kwamba wameteuliwa. Kwa hivyo ukipata ile gazeti utaendelea kusoma zaidi kuhusiana na baadhi ya wale mabunge ambao wameteuliwa on either side. Lakini Edwin, kabla tujaingilia hili swala la kujumlishwa kwa kura za urais, kuna hili swala la sijui niite fever fulani ilikuja in the first 2-3 days baada ya uchaguzi kukamilika, hasa kuhusiana na kufuatia vituo tofauti tofauti about the election of the matokeo ya urais. Wanaangalia, wengine wanaangalia KTN, wanaona jamani, kwani what's happening? Wanatoka pale wanaenda upande mwingine, wanaangalia jinsi mambo yanaendelea. Sijui kivyako, je, hili lilikutia tashwishi kuhusiana na kutokuepo ama matokeo kuwa nyuma, mengine kuwa mbele? Je, kivyako tu, kwa sababu wananchi wengi walikuwa wanafuatilia vituo hivi vya kupeperusha taarifa na habari, wengi hata waliamua kuswitch off ili wasiwe na stress, I can say. Jambo ambalo nastahili kukubaliana nami, Mkenya yote ambaye alijitokeza akapiga kura, kwa kawaida lazima angalie, hata kama yule hata kuna wale ambao hawakupiga kura lakini bado kila mtu ana interest za kwake, kuna mwenye anataka pengine ashinde, na
vile vile niseme ile agitation ilikuja sababu ya mitandao. Kulikuwa na mengi yalikuwa yanaendelea mitandaoni, kulikuwa na misinformation. Unaamuka usiku ama unaamuka siku moja asubuhi unapata mtandaoni unasema magavana zaidi ya 30 wamechukua uongozi, wametaja majina pale. Bado hata uhesabu wa kura hujaanza. Kwa hivyo hiyo ilitia wananchi kiwewe. Alafu jambo jingine ni kwamba walikuwa naenda kama mimi mwenyewe ndio, hata mimi nilikuwa natamani zaidi kujua nani ataibuka mshindi. Manake nilipoingia mtandaoni niliona kila we have the returning officers pale mtandaoni the social media returning officers, kila mtu alikuwa anasema ya kwake. Kwa hivyo na vituo mbalimbali vilikuwa na matokeo tofauti. Ukienda pale Citizen unapata kwamba pengine kutokana na ile tallying yao fulani ndiye ametangulia. Ukienda pale NTV fulani ndiye ametangulia. Ukienda pale KTN unapata fulani, yani kulikuwa na kuchanganya kidogo kutokana na vile vituo mbalimbali. Ndiposa niliona IEBC chair Wafula Chebukati hapo jana akitaja akisema kwamba pengine kuna sababu zilizofanya pengine vituo kuwa na matokeo tofauti, kwamba walikuwa wanachagua randomly, mwingine anaanzia pale, mwingine anaanzia pale. Kwa hivyo na vile vile the machines zilikuwa zinatumika, zile mashine pia zilikuwa tofauti kutoka kwa kituo kimoja hadi kingine. Kwa hivyo hadi sasa hivi Masi, mwanzo kufikia jana jioni at least na nimeona mtandaoni kidogo ile agitation na ile anxiety kidogo imepungua, manake sasa watu wamenyamaza tu waongoje mwisho Chebukati nani atatangaza mshindi. Na ujue Masi kwamba kiti cha urais si kama kiti cha ubunge ama ugavana. Rais ni kiti ambacho kila mtu anakitazamia zaidi kuona ni nani atakuwa pengine mshindi na nani atakayeongoza Kenya hii kwa miaka ijayo mitano. Kwa kweli tukizungumzia hilo swala ni swala ambalo linakuja wakati pia viongozi wa kidini wakiongozwa na Jackson Ole Sapit wakifanya ama wale observers waangalizi wa kura walizungumzia swala hilo, hasa the misinformation, disinformation and hate speech ambayo imekuwa ikiendeshwa katika mitandao ya kijamii, especially wale ambao ni lieutenants wa either coalitions wakiweka matokeo yao pale kwenye mitandao, wengi wakisema sisi tuko wakati huu tuko hivi, wale wengine wakisema hivi. Kwa hivyo ni swala ambalo unapata wengi wenda lingesababisha shida kwa akili za watu, kwa sababu ukiangalia wengine pale mitandaoni wanaandika jamani nimekuwa stressed out, you know. Kwa hivyo ni swala ambalo nadhani baada ya wale observers kuzungumza jana katika kile kikao na wanahabari wakisema kwamba kumekuwa na kutolewa kwa habari mitandaoni ambazo ni potovu, naona kwamba lile swala limetulia kidogo kwa kiduchu tu, kwa sababu umeona hakujakuwa na marekebisho ama hakujakuwa na tofauti ya matokeo tangu jana. Ni wakati ambapo hilo linakuja wakati IEBC kumbuka inaendelea kufanya verification ama kuhakiki zile form 34A na zile ambazo zilitumwa katika wavuti wake ama tovuti yake. Kwa hivyo Edwin, sijui tukizungumza kuhusiana na hili swala la the election observers ambao walikuwepo hapa nchini tangu zile kampeni za mwisho wakaingia uchaguzi mpaka sasa hivi, generally wakicommend IEBC kwa kuhold elections ambazo zimekuwa free, fair, verifiable. Bado hatujazungumzia hilo. Je, unafikiri up to now how observers wako na report ya kila kitu kutoka kwa ground, kwa sababu mengi yamefanyika maeneo mengine? Niliona jana Masi wakizungumza and they loaded the fact that IEBC ili manage kutumia the technology vizuri zaidi, na niliona wakisema kwamba so far there is nothing wrong that has happened. Kwa hivyo sijui, ingawaje ndio tumeona kwamba kulikuwa na issues mbalimbali kama pale Kirinyaga. Niliona jana kidogo Purity Ngirishi
anaitwa Purity Ngirishi Ngirishi pamoja na Anne Waigoro wakizozana kidogo kuhusiana, wakilalamika kwamba mmoja anataka kurig mwingine anasema tufanye the retelling, kwa hivyo kumekuwa na changamoto kidogo kwangu niseme kwenye haswa katika ule uhesabu wa kura. Starehe jana tuliona hadi wakaweza kuachisha ule uhesabu pale. Kwa hivyo kulikuwa na changamoto kidogo, lakini pengine niseme wale observers they was talking about how elections were conducted, not how the tallying was conducted. Lakini katika uchaguzi kufanya ama siku ile ya uchaguzi basi tuseme ilikuwa sawa tu kulingana na the observers ambao walitaja hapo jana. Kwa kweli mtazamaji na msikilizaji, tukizungumzia hili swala la observers, ni kwamba walizungumzia mambo mengi kati yao kuhusiana na kuwepo kwa amani, utulivu, the order ambayo ilifuatwa katika ule uchaguzi wa siku ya Jumanne. Taingawa walitoa malalamishi yao na viongozi wengi walitoa malalamishi kuhusiana na kufunguliwa kwa vituo vya kupiga kura wakati ambapo ulikuwa umeisha kidogo, lakini kwa wengi ambao walikuwa wamefungua vituo vile wakati ukiwa umeisha walifunga later, waliongeza muda wa kufunga vile vituo, generally wakisema kwamba ndio the election was conducted successfully and they loaded IEBC kwa matayarisho yote na vile vile kuendesha ule uchaguzi. Na kuna kitu kimoja ambacho walinote kwamba wale agents ambao walikuwa in the polling stations wengi wao walikuwa kutoka kwa ile miungano mikuu, labda agents wa presidential aspirants wa Jakoya labda na Mwaure hawakuwepo. Sijui hilo utazungumziaje, ni fedha ama serikali inafaa kuwapatia pia agents Pengine niseme Masi, unajua apart from the government tusije tukawalaumu, wenyewe wangejipanga. Niseme tu ni kutojipanga, unajua. Ni sawia hata pale chini bado kuna wale ambao kwa na agents kwa vituo mbalimbali, kuna wabunge kwa na agents pia. Kwa hivyo uwezi ukalaumu yeyote, wewe mwenyewe unajipanga useme fulani na fulani utafute watu watakao kuwa agents wako. Na asante sana. Ukizungumzia hilo unajua pia wale labda hawajiwezi kifedha, kwa hivyo labda they cannot, hawezi wakaweka agents in 46,229 polling stations. Kwa hivyo itakuwa kizungumkuti kidogo, lakini pia unajua kama wale ambao wanakuwa agents huwa wanataka kitu kidogo, labda hawana uwezo. Kwa hivyo sijui tuzungumzaje ama tutafanyaje, lakini hili ni swala ambalo litakuwa linaangaliwa in the future elections, wakati ambapo kutakuwa na wagombea ambao si maarufu kwa wakati ule. Mtazamaji na Masu, unajua wakati wewe ni maarufu zaidi and some of the people wamekubali ule mstakabali wako, pengine wamekubali yale ambao umewaahidi utawafanyia. We love people volunteering kuwa the agents. Yani mtu anajitolea tu bila malipo, hataki kulipo lakini anataka kuwa agent wako. We've seen that happen. Tumeona watu wengine wakijitolea muhanga kabisa, they use their funds, in fact they support some of the candidates kuhakikisha kwamba campaigns are successful, and also the post elections, the tallying and kila kitu wamejitolea kuangalia kabisa jinsi pengine uhesabu unafanywa ama ile kuhesabu kura jinsi kunafanywa. Kwa hivyo I mean, ikiwa basi those agents hawakuwa, kwa upande wangu naona kwamba kidogo people didn't accept your manifesto in a good way. Manake some of the people wanaweza jitolea, kumbuka, ili waende pale bila kulipwa, waende pale kuangalia jinsi pengine kura zile zinafanyika ama zinafanyika, na vile vile pengine jinsi uhesabu unafanywa. Kwa kweli wakati huo EACC lead observer ambaye ni Ejeka ya Mrisho Kikwete
fanya observation kuhusiana na most youths ambao walikuwa locked out labda in the elections, wengi especially during the nomination, kuna wale ambao they were preferred wakapewa tiketi ya moja kwa moja unlike wale wenzao ambao walikuwa younger than them, lakini wakasema pia kuhusiana na the 2/3 gender rule kwamba political parties ama kwa wale ambao watakuwa wameingia kwa serikali kuongoza kama rais, naibu wake na kuchukua hata uongozi, wakisha kwamba they observe the 2/3 gender rule, kwamba hiyo ni sababu moja ambayo ilifanya remember IEBC karudisha ile political parties nomination list ili ifanywe marekebisho ili pia wao waende in accordance with the law ambayo ina state ama inasema kwamba 2/3 ya watu ambao watakuwa pale bungeni watakuwa nominated wawe wanawake ama wanaume, so either gender. Kwa hivyo ni swala ambalo pia wale waangalizi walitilia mkazo wakisema kwamba wale ambao watachukua hatamu ya uongozi hakikisha hilo linazingatiwa hapa nchini Kenya. Na tukiangalia swala jingine tofauti hasa kuhusiana na urais, nimeona celebrations pale katika eneo ama katika taifa la Germany ambapo baada ya yale the provisional results, the early results kutangazwa pale zikionyesha Raila Amolo Odinga akiwa ametangulia pale, kulikuwa na celebrations pale, watu wale ambao ni wandani wake wakisherekea tu kwa sababu ya kutangulia kwake katika zile kura ama ule uchaguzi ambao ulifanyika pale. Ni swala ambalo linakuja wakati pia watu wengi sana wamejitokeza kucelebrate katika maeneo tofauti ambayo labda Raila Odinga alitangulia malikuwa mbele katika zile takwimu za uchaguzi. Na sijui so far tukizungumzia swala hili Edwin, niliangalia pale kuna video zilipita pale mitandaoni kwamba KICC inaendelea kuandaliwa, speculations here and there. Sijui kivyako hizi celebrations they coming too early ama I don't know, tusemaje? Pengine mimi nitataja niseme kwamba those celebrations, sijui kama mic yangu iko sawa, lakini nitataja niseme kwamba those celebrations zilikuja mapema zaidi, na ni jambo ambalo kidogo halikufaa, manake they'll create tensions and then at the same time najua masi, let me ask you, ikiwa some people have been prepared psychologically kwamba wameshinda, KCC imeanza kupangwa, nikaona the other group wanasema vile vile wamepiga picha wanaonyesha jinsi the Catholic University of East Africa pia kuna mahali pametengenezwa, pamepangwa, sherehe zitafanyika. So that one kidogo naona kwamba haikufaa, manake hata the verification haiko imeanza IEBC anyway. So what if uchaguzi na matokeo yatokee kwamba they don't favor one team wenye walikuwa wamejipanga kuenda pengine pale KICC, ama walikuwa wamejipanga kuenda pale Catholic University of East Africa kusherekea? Naona itakuwa ni pigo kubwa, and then hii pengine inaweza bring about agitation, and then upate kwamba vurugu pia zimeanza. Kwa kweli vile wakati ambapo tunaendelea kuzungumzia swala hili, kumbuka kwamba baadhi ya wale ambao wameshindwa katika maeneo tofauti hasa nafasi za ubunge, ugavana, useneta, uwakilishi wadi na uwakilishi wanawake, wengi wamejitokeza na kusalimu amri wakisema kwamba they respect the choice of the voters, na vile kusema kwamba wataungana na wale ambao wameshinda ili kuhakikisha kwamba wanapeleka yale maeneo mbele. Mfano ni Nixon Korir pale katika eneo la Lang'ata ambapo aliconcede ama alikubali kushindwa na mpinzani wake wa karibu, mgombea kupitia chama cha ODM Felix Odiwuor, anajulikana sana kama Jalango, na vile akiwa pale alijitokeza akazungumza moja kwa moja kumuunga mkono wakati alikuwa anatangazwa kama baada ya yeye kutangazwa kuchukua kiti cha ubunge wa Lang'ata. Labda tusikize kidogo kisha tutazungumza tu kwa kidogo kuhusiana na hayo.
pia. Kweli Mheshimiwa Luma nilishinda nikamsalimia. Kweli sana kawa hapa. Nikashinda. Ingawa sasa kunisalimia nilikuwa mbunge. Nimerudi hapa nishukuru rafiki yangu na kufanya siasa. Mimi nashukuru pia nyinyi watu wa Lang'ata. Mlinipa jukumu na nitakuwa mbunge wenu. Inshallah sasa mimi nitaendelea kufanya kazi yangu kama Mkenya. Mungu atanijalia kazi nyingine. Huko mbele kusaidiana na Lang'ata sio. Hapa nitasafiri sana na shukuru IDC. Nashukuru IDC kwa na mtazamaji na msikilizaji, huyo ni Nixon Korir ambaye alikubali kushindwa na mpinzani wake wa karibu zaidi ambaye ni Felix Odiwuor. Na haya tumeyaona wengi, ingawa walikuwa wametuma jumbe zao za kukubali kushindwa katika mitandao ya kijamii, tunaona kwamba kweli wengi walikubali kushindwa, they were square and fair, bila kupinga kusema. Lakini kuna baadhi ya wengine ambao wanasema kulikuwa na udanganyifu katika ule uchaguzi. Sijui kivyako Edwin utazungumziaje hili kabla tujaangalia swala jingine? Ni kwa upande wangu naona kwamba ni sawa. Baada ya uchaguzi tumeona katika uchaguzi zimepita kwamba watu wengi walikuwa wanaenda pengine kotini, they waste a lot of time following each other, hadi kazi haifanywi vyema. Wakati huu nimeona sawa, manake watu wamekubali. Kwanza kama pale Bonchari niona wengine wakilalamika there were broken ballot boxes, kulikuwa na hizo lawama. Kama Jona Onkendi ule wa ODM aliingia mtandaoni akicomplain zaidi, akasema it is not over bado. Lakini baadaye aliweza kukubali, akaandika ujumbe tena pale mtandaoni akimpa mkono Charles Onchoke, akisema kwamba wewe zidi kufanyia watu ama wakazi wa eneo bunge la Bonchari kazi. Kwa hivyo ni swala ambalo litasaidia zaidi. Unajua sasa hivi tumelemaza, ama Kenya hii uchumi umelemazwa. Itasaidia zaidi kwamba wale ambao watachaguliwa waende pale mbele na wafanyie wa Kenya kazi. Na vile vile wale walioanza akiwemo Nixon Korir wa kwanza kuanza kuridhika na uchaguzi, tumeona kwamba imefuatiwa na wengi zaidi wakionyesha kuridhika na kumtaja mwenzao aliyekuwa mshindi, akimwambia wewe zidi mbele, pengine I live to fight another day. Nilimwona Millicent akisema kwamba ipo siku ambayo Mungu atakubali, unaona. Kwa hivyo kwangu mimi naona ni mature politics and ni sawa. Another thing masi hatuwezi dispense that pengine uchaguzi ulikuwa wa haki, ikiwa unajua kwamba umeibiwa ama fulani hajashinda kihalali, wewe ndio ulikuwa supposed kushinda, bila shaka utacomplain. Now that they are not complaining, mimi nasema kwamba pengine wakati huu uchaguzi umefanyika vyema zaidi na kukuwa na tashwishi. Lakini say for those few places mahali ambapo kumekuwa na tetesi za hapa na pale kuhusiana na ule udanganyifu, na kumbuka kwamba maeneo kama yale baadhi ya maafisa wamekamatwa. Remember kuna baadhi ya maeneo bunge ambapo uchaguzi uliahirishwa kwa sababu ya mix up ya zile ballot papers and boxes. Kwa hivyo ni swala tu ambalo litakuwa ama utakuwa unajuzo baadaye pale katika eneo la Starehe. By the way, anaona kwamba mshindi ashatangazwa wa ubunge ambaye ni Amos Mwago kutoka chama cha Jubilee. Kumbuka pale awali kulikuwa na ile tashwishi ama mgogoro ambao ulikuwa umeibuka katika eneo bunge lile, hasa kuhusiana na kuletwa kwa kisanduku cha kura ambacho baadhi ya watazamaji, baadhi ya waangalizi, baadhi ya viongozi hawako wanatambua vilitoka wapi, swala ambalo lilisababisha the county returning officer kuitwa pale, akaja wakafanya mazungumzo and then wakaelewana kwamba kwanza kabisa kura za urais zingetangazwa, kura za ubunge zingetangazwa, za wakilishi wadi zingetangazwa, kisha baadaye wale ambao ni viongozi wakiongozwa naye Bishop Margaret Wanjiru pamoja na Rachel Shebesh ambao walikuwa wanateta pale,
pale wakisema kwamba wanataka wabadilishiwe returning officer ambaye ataangalia na kutangaza kura za useneta, ugavana pamoja na uwakilishi wa wanawake ama mbunge wa mwanamke. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli tutakujuza kadri ya mambo yatakavyokuwa yanatukia hapa ndani. Na kumbuka kwamba on the same note, kuna maafisa wawili ambao walikamatwa pale Starehe kwa kupatikana na ballots ambazo zinasemekana kwamba zilikuwa zinataka kuleta udanganyifu katika eneo lile. Mtazamaji na msikilizaji, wakati ambapo tunaendelea kukujuza hayo, kumbuka kwamba kulikuwa na zile tetesi za Dennis Itumbi kuhusiana na kukamatwa kwa Chief of Staff wa Kenya Kwanza wa UDA wa Ruto na mwenzake, masuala ambayo yalifutiliwa mbali. Lakini tumsikize tu kwa haraka haraka alipozungumza pale Dennis Itumbi hiyo jana kuhusiana na tetesi zile. Davis Churchill and Davis Churchill, who is basically the Chief of Staff of William Ruto, and Wanjohi Githaya, who is the Communications Director of UDA, have gone missing. We suspect it's either an arrest, and with that we demand that the police confirm if it's an arrest. But given that he was speaking to one of our staff when they got missing, we suspect and believe it's a kidnap. We cannot get Wanjohi Githaya, we cannot get his driver, we cannot get Davis Churchill, our team at Bomas confirms that they have just left them inside. And when they got outside, they cannot be found. We cannot reach them on phone. We suspect the arrest, and police must demand. We demand that the police confirm the arrest. And if it's not, then it's a kidnap, and we therefore demand that fast action be taken to get them where they are. Okay. Thank you so much. Dennis Itumbi speaking to us here at the Catholic University of Eastern Africa Auditorium. There are making allegations that there are some members of the team, a Kenya Kwanza team, that have been arrested. So maybe we continue talking to social media. They have not been. We need to say that mtazamaji, huyo ni Dennis Itumbi jana akizungumza kuhusiana na David Churchill na Wanjohi ambao hawajui walipo, na wao kusema kwamba it's either wamekamatwa ama they've been kidnapped, wakitaka asasi za usalama kufanya uchunguzi kujua walipo, kwa sababu kwa kweli ni swala ambalo huenda likazua ama linazua hisia tofauti kutoka kwa viongozi pamoja na Wakenya. Sijui Edwin, utasemaje kwa hili kuhusiana na the allegations za Itumbi? Niseme fact check in most of the stations wakisema kwamba it was fake news, kwamba au wote walikuwa pale Bomas of Kenya. Hadi niliona picha zao zikisambazwa mtandaoni wakionyesha kwamba walikuwa pale Bomas of Kenya. Kwa hivyo ni jambo mimi niliona kwamba they can cause a lot of tension, and then pengine they have their own interest. They wanted to divert the interest wa Kenya wajue kwamba pengine something is not working somewhere. Vile vile nilimuona Kithure Kindiki aliandika kwenye mtandao wake pale Twitter akisema kwamba wale wengine wako sawa, wako pale Bomas of Kenya. Kwa hivyo niseme kwangu ilikuwa tu ni interest, yani kutaka kupotosha wa Kenya. Kwa kweli mtazamaji, msikilizaji, it's good wakati ambapo you have both sides of the story, kwa sababu ndio mtu ataona yale mazungumzo ya Itumbi then achukue kwa gospel truth, you know. Alafu kisha baadaye you never know what is going on in the minds of people. Naona pale mmoja ananiambia I'm having sleepless nights because sijajua ni nani rais. Hii kungoja inaniumiza kiakili, you know. Wingi ambao walikuwa wanapita pale kwenye mitandao ya kijamii wasijue kwamba wale ambao wako pale Bomas of Kenya wamesema wale wenzao wako pale, lingekuwa swala ambalo si zuri zaidi. Kama by the way, wacha nisome ujumbe mmoja hapa wake Jared Ayera. Anasema must and they do for sure if Raila atapata kiti mwaka huu,
uchaguzi huu wa mwaka huu, haki mimi sijui what will happen to me. You see, people have already preconceived opinions kuhusiana na mtu ambaye atashinda kwa akili zao, especially kupitia labda kwa zile results ambazo zimekuwa zikipita pale mitandaoni. Nyingine si za kweli, nyingine ni mtu tu anaamka anaamua kuandika, you know. Kwa hivyo ni swala ambalo lina leta shida. Sema I have been having sleepless nights, day and night, halali. Afanyi kitu. Nasema I'm not eating like previous days na kadhalika, you know. Ni swala ambalo it's not him alone ambaye anapitia. Kuna wale ambao ni wengi zaidi, wengi wanaishi nchini Kenya, wengi ni mataifa ya nje ambao hata walali, they are glued to the television, you know. Naamka kila asubuhi, before I wake up, naamka between saa 7, me personally, just kujua environment iko wapi pale plot. Nasikia tu ma TV kwa neighbors bado ziko on, so meaning people are not sleeping, people bado wanangoja watangaziwe rais ni nani. But let's leave that to IEBC kwa sababu the verification of the results inaendelea pale katika ukombe wa Bomas pale Nairobi. Mtazamaji na msikilizaji, sijuna la kuongeza kabla tuelekee pale kwenye mapumziko kidogo, kisha turudi tukujuze mengi zaidi. Na pia Alfred Kater mwenye alikuwa anawania kiti kile cha ubunge pale Nandi Hills, vile vile ameconcede na kuambia watu wa Nandi Hills shukrani zaidi kwa kusimama naye, ama kwa kusimama naye ndio kwa miaka 10. Kama sasa hivi wameona basi hatoshi, ni sawa, unaona. Yani haya ndio tunatarajia, haya ndio tunataka kuyaona kabisa. Na vile vile jambo ambalo tunazidi kusema kwamba mitandaoni, tafadhali tuje tukadumisha amani. Kiongozi bado hajatajwa, lakini leo naona uzuri ni kwamba masi ukipita kwenye hizi streets za social media, at least ile agitation kidogo inapungua. Ile anxiety ni kama watu wameongoja, wakaongoja hadi saa wakachoka, wakaacha hata kupost, wakatulia. Na hivyo ndio inaseli kwamba IEBC iachwe ifanye kazi yao. Na shukran za dhati. Labda tukimbie pale madukani, kisha tunarudi hivi punde tukujuze yale ambayo yametokea maeneo tofauti kabla tujatamatisha kipindi cha leo. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. Welcome all. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii.
Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 07901786. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Right, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kwa wale mnaendelea kutufuatia mitandaoni, Facebook, YouTube, tunashukuru zaidi. Na wale mnaendelea kushare hii stream, bado nazidi kuwashukuru. Tafadhali pia ikiwa haujashare hii stream, unaweza kuishare moja kwa moja ili tufikie. Kuna wale hawajajua mwanzo kama tuko hapa ama tushafika hapa ewani kwenye kipindi cha The Morning Brief. Kwa hivyo unaweza kushare ili tuweze waweze kujua kwamba tuko hapa ndani. Beatrice Kiondi nimekuona vile vile kutoka pale Valley Arcade. Anaitwa King Dan Boy, anasema anatupata vyema kabisa. Jared Ayera ulisoma hiyo. Dano Choe nimekuona vile vile kutoka Ruaraka Nairobi. Atandi Nelson, Wilfred Matunda, au ni baadhi ya wale ambao wanazidi kutufuata moja kwa moja. Pengine ni kujuze kidogo kuhusu baadhi ya magavana ambao wameshakuwa confirmed kwamba ni washindi. Ingawaje ndio kuna kwingine tushakuwa na zile rumor, ushasikia fulani ameshinda, lakini bado haijakuwa confirmed. Kwa hivyo kwa wale wamekuwa confirmed, pengine nitakutajia baadhi yao. Kutoka pale West Pokot nilimsikia Masi akimtaja ambaye alichukua uongozi, anaitwa Simon Kachapin. Sijui Kachapin, niseme Kachapin. Naam, alikuwa anawania kutoka kwa chama ya UDA ama chama cha UDA. And then Busia, ama lile jimbo la Busia, kuna Paul Otuoma ambaye alipata kura 1164,478, na alikuwa anawania kutoka kwa chama cha ODM. Homa Bay vile vile Gladys Wanga alimshinda Kidero. Na ikumbuke vile vile hapo jana kulikuwa na fununu kwamba Kidero ndiye mshindi pale Homa Bay. Na hilo ni swala ama hayo yalianza kuenezwa asubuhi mapema hata kabla uhesabu wa kura pale kwenye ile kaunti haujaanza, lakini baadaye wakati kuhesabu kura kulianza, akaibuka mshindi huyu Gladys Wanga, na kwamba yeye ndiye alikuwa mwanamke wa kwanza katika uchaguzi huu ama kutangazwa mshindi katika eneo la Nyanza. Migori County vile vile Ochilo Ayako alichukua uongozi kwa kura 1175,226, huku akifuatiwa na John Pesa wa DAP Kenya. Vile vile Nandi County kulikuwa na Stephen Kipiego. Kumbuka Ochila yako wa Migori ni wa ODM, Homa Bay ni ODM. Nandi vile vile Stephen Kipiego Arap Sang ambaye ni wa UDA, ambaye alichukua ushindi ule kwa kura 237 na 45, akifuatiwa kwa umbali zaidi, niseme kwa karibu, manake aliyekuwa anamfuata alikuwa na kura 54,375, no, kutoka 237 hadi 1054. Hapo kulikuwa hiyo ndo wanaita landslide win. And then kuna Kisumu County, Anyang' Nyong'o Prof ndiye aliibuka
mshindi. Kumbuka ni ODM, alipata kura 319,957 akifuatwa na Jack Ranguma ambaye alizoa kura 1,100,600. Vile vile Uasin Gishu pale Jonathan B wa UDA ndiye aliibuka mshindi kwa kura 214,36. Vile vile ngikujuza kwa kiduchu tu zile kura ambazo zilipewa za useneta. Baadhi ya wale ambao wamekuwa maseneta ambao wamekuwa confirm ni Jackson Mandago ambaye kumbuka alikuwa ni gavana. Alikuwa ni gavana katika kaunti ile ya Uasin Gishu, lakini baada ya kumaliza hatamu yake bado akaona ni vyema ahudumie watu katika kiti kile cha useneta. Kakamega County, Boni Halwale ndiye alikuwa mshindi. West Pokot kulikuwa na Julius Mugo wa UDA. Boni Halwale ni wa UDA, Uasin Gishu ni wa UDA. Trans Nzoia, Alan Chesang bado ni wa UDA. And then Busia County kulikuwa na Okia Omtata ambaye vile vile alikuwa naangalia najaribu kuangalia chama chake, na huyo ndiye alikuwa wa UDA na kura 171,681. Homa Bay ni Senator Moses Kajwang ndiye ali retain seat yake. Vile vile Kisumu County ni Tom Ojienda, na tutazidi kukupasha tu, zidi kukujuza jinsi yanaendelea kuibuka. Tukipata ujumbe tunakupasha vile vile moja kwa moja. Na vile vile kumbuka kwamba tulikuwa tumekujuza pale awali kwamba Mwangaza Kawera ni gavana wa Meru, Wavinya Ndeti ni gavana wa Machakos, Wesley Koreri ndiye gavana mteule wa Elgeyo Marakwet. Na wakati ambapo haya yanaendelea kufanyika, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka kwamba IEBC inaendelea kujumlisha na kuverify kura za wagombea. Kama nikiangalia hapa katika maeneo kama vile ya Kisima, Kweni na kadhalika, nikiangalia kama vile eneo la Mandera, Raila Odinga kuna 52,455 na Ruto 9,844, huku Wajakoya akiwa na kura 269, Wahiga akiwa na kura 123. Katika Marsabit Odinga ametangulia akifuatwa na Ruto, amemshinda kura takribani 1,000 by the way, katika zile takwimu ambazo zinaendelea kuwekwa pale na ile tume ya kuratibu mipaka na kuandaa uchaguzi IEBC. Katika kaunti ya Meru, Ruto ametangulia kwa 326,000, huku Odinga akiwa na takribani 68,000 za kura ambazo zilipigwa katika eneo lile. Na kitu cha kushangaza ni kwamba viongozi hawa wote at least walipata kura katika eneo bunge. Katika ile kaunti ya Migori naona Raila Odinga ametangulia na kura nyingi zaidi ya 1,330, na katika eneo all the presidential candidates, hata kama alipata kura moja, at least alipata kura. Mombasa naona Odinga ametangulia kwa zaidi ya shilingi kura 1,056. Remember Pwani imekuwa ngome ya ODM Odinga for like forever. Na Bryce William Ruto alikuwa amejaribu sana kupeleka kampeni pale, kuweka mikakati kuonyesha kwamba ama kuhakikisha kwamba at least anapata uungwaji mkono. Ndio hakutoka pale bure, lakini aliyepata kura nyingi zaidi katika eneo la Pwani ni Raila Amolo Odinga. Na nikiangalia zile takwimu za Luo Nyanza, ambapo almost 99.9% walimpigia kura Raila Odinga, nikilinganisha na lile eneo la Rift Valley ambao ni ngome ya Bryce William Ruto. In Rift Valley they voted fairly for both candidates, though Ruto alikuwa anapata kura nyingi zaidi, lakini in Luo Nyanza it was predominantly Raila Odinga. Lakini ni katika tu zile ngome zao, remember pale ndipo ambapo walikuwa
kita kambi zaidi kuhakikisha kwamba wanapata kura ambazo zingewasababisha labda kuwa mshindi. Bungoma kule Ruto ametangulia, by the way. Kukumbuka Bungoma ni county ambayo inaongozwa sasa hivi na Kenneth Lusaka ambaye ameteuliwa kuwa gavana, Moses Wetangula ndiye senator, na it was up to Wetangula kuhakikisha kwamba anapata kura zaidi. Busia ni eneo ambalo Raila Odinga ametangulia kwa very big margin. Kwa hivyo tutaendelea kukujuza mtazamaji na msikilizaji katika zile county na maeneo yote ambapo kura zinaendelea kuhesabiwa na kutengenezwa. Diaspora, Raila Odinga amepata kura nyingi zaidi ya William Ruto. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji, tutaendelea kukujuza kadri matokeo yatakavyokuwa yanaendelea kukuja hapa ndani. Vile vile kumbuka kwamba siku ya leo ni International Youth Day, ambayo ni siku vijana wanasherehekea milestones ambazo kwa kweli wamepiga katika nyanja tofauti tofauti. Nikikupeleka nyuma tu kidogo ni kwamba siku hii ilisherekewa mwanzo mwaka wa 2000 tarehe 12 Agosti, na the main theme ama neno kuu la mwaka huu ni the intergenerational solidarity, creating a world for all ages. Wakati ambapo tunazungumzia creating a world for all ages, tulizungumza pale awali, the observers were saying youth were locked out because of the mchujos and stuff. Sijui kivyako unaona serikali ya Kenya imepiga hatua gani kuhakikisha kwamba it's including all youths, ama most youths, a majority of the youths in the leadership positions, na kuwakuza at least kiuchumi? Kidogo niseme masi tuseme tu kweli ni kwamba serikali haijafanya sana kwa kuwakuza, hasa katika kitengo ama katika ulingo wa siasa niseme. Pengine wangesema sasa hivi ukiuliza, unajua atasema BBI ingesaidia vijana ili kuwakuza. Najua ukiuliza sasa hivi utaambiwa kwamba BBI ingesaidia, lakini ikaangushwa. Na vile vile masi I guess hivi vyama ambavyo vilikuwa mstari wa mbele, pengine wangetoa ile nomination fee waipunguze pengine kwa vijana. Ndio tungesema pengine wanataka kukuza vijana ili waweze kufanya nini, ili waweze kuwa viongozi wa kesho wengi. Unajua kuna wale ambao wanatamani zaidi kuingia pale lakini hawezi. Unajua anaona kukuwa independent pengine hawezi pewa. Kuna mahali unajua kuna ile party effect. Unapata kwamba kama wewe uwezi wania kutoka na party fulani, pengine UDA, ODM ama nini pale, uwezi shinda, unaona. Kwa hivyo niseme some of the parties also they should pengine lower the nomination fee kwa vijana na vitu kama hizo. Lakini as a government ama as a country kidogo niseme we've done little considering how we want pengine kukuza hao vijana waweze kuingia kwenye ulingo wa siasa. Na tukiachana na ulingo wa siasa, kuna masuala mengine labda ambayo serikali imefanya kivyako, kwa maoni yako, labda ukiangalia kama the National Youth Service, it was created predominantly for the youth. Remember in his manifesto, in his campaigns, Naibu William Ruto says atatengeneza wizara ya vijana. Kwa hawa viongozi ambao wanawania viti tofauti hapa chini, masuala ya vijana pale in the national arena, masuala ya vijana utazungumziaje? Niseme kuna we've done the country as I can say wamejaribu zaidi kukuza vijana. Tuko na ile kazi mtaani, ni kazi kwa vijana makazi mtaani. Ni kazi mtaani ilikuwa purposely ya vijana, sio hivyo. Hiyo ni njia moja, lakini nikumbuke vile vile kwamba ile kazi mtaani ilikuja ikakwamizwa, ndipo ikakuja kufunguliwa tena, unaona. So at least inajaribu, lakini haijafanya sana haswa katika pengine kukuza vijana. Ndipo watu walikuwa wanasema kwamba sasa hivi wanasema kazi kwa vijana, lakini pesa kwa wazee.
Mtazamaji na msikilizaji, kumbuka vile vile kuna the National Youth Fund ambayo pia will set aside for the youth ambao ni wana biashara wanaweza wakaomba zile fedha kwa mkopo. Kuna the Kenya Youth Employment Group ambayo pia inajaribu kuhakikisha kwamba inatengeza nafasi za kazi ikiwainua vijana. Kwa hivyo kwa asilimia ndogo serikali imeangazia vijana, lakini labda serikali ambayo itaingia mamlakani baada ya kura kutangazwa, labda ndo tutaangalia jinsi ambavyo itakuwa inashughulikia swala la vijana. Na kumbuka tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la siasa, ukaona pale Raila Amolo Odinga there was a time aliambia Bahati kwamba atampatia kazi ya serikali, lakini awachie mwingine awanie kile kiti, kwa hivyo ni masuala tu ambayo wengi wanaendelea kuzungumza. But remember kwamba kuna vijana wengi ambao wamechukua nafasi za siasa. Ukiangalia Joe Musheru anasema kwamba wanajaribu kukuza IT na ICT ili vijana waingie pale kwa wingi. Na watu wengi ambao wanasimamia ile wizara ya sio wizara bali ile idara ya vijana. Lakini ukipata kuna messages wameandika pale kwa magazeti ya leo. Kwa hivyo ukipata gazeti peruse through na uangalie ikiwa ni International Youth Day ambayo inasherekewa hii leo tarehe 12 Agosti mwaka wa 2022. But then Mercy, what else can the government do kukuza vijana? I feel though ndio tunasema ni little, but what else wanaweza fanya? Anyway, kwanza nikikumbuka kidogo kuna wakati rais mwenyewe alitaja kwamba heri tupatie hawa wazee kazi, manake ukiweka kijana ukiweka pale wanaiba, so I don't know. Nadhani it's all about empowerment. And the government imejaribu kuempower vijana through that youth fund. There are so many youth ambao wame benefit from the youth fund. Wengi wameanzisha mpaka kampuni. Remember we were in an interview pale Nyacheki. Vijana wamekuja pamoja, wameanzisha biashara zao, wame benefit from that fund. At least this money inajaribu kuempower youth, but not every youth anapata zile fedha. Okay, unapata kwamba ndio application itafanya, lakini unapata ni wachache ambao watapata zile fedha, labda wale ambao wako na biashara ambazo wanainua. Kuna yule ambaye kwa kweli angependa kufanya biashara lakini hana capital. Na ukienda pale kutafuta ile fund lazima uwe na an already established capital, yani business. Lakini kuna wale wengine ambao wanaambiwa watoe ideas ikionekana kwamba ndio it is viable, then unaweza ukapewa zile fedha. That kind of empowerment itasaidia vijana kuingia katika nafasi za ushawishi ambazo pia watatetea vijana wengi zaidi. Lakini ukipata kwamba wale ambao wana nafasi za ushawishi sio vijana, huenda vijana wasitetewe. Lakini ni vizuri kwa sababu that empowerment and the creation of jobs. Remember in 2013 2017 kulikuwa na creation of how many jobs? Lakini hilo halikufanyika. So kazi zikitengezwa, vijana wakiwa empowered kwamba si lazima ajiriwe kazi, anaweza akatafuta jinsi ya kujisaidia kimaisha akisaidiwa na serikali, then I think the youth will be empowered na hili swala la kukosefu wa kazi halitakuwepo. Naam. Haya, tunasubiri tuone, lakini lile swala kuna ndio BBI haikupita, lakini pengine ile BBI kidogo niseme ilikuwa ingesaidia vijana zaidi. Ikiwa kijana akimaliza shule hangekuwa analipa kodi, angekuwa analipa ushuru kwa miaka 7 hadi akuwe stable, pengine ni njia moja walikuwa wametafuta pengine kukuza vijana, lakini haikuwezekana. Na mtazamaji na msikilizaji, naangalia katika kaunti ya Narok pale
naibu rais William Ruto alitangulia kwa kidogo tu, na nimeangalia katika eneo la Kisii, Raila Odinga alipata kura zaidi, alipata 2 times kura ambazo alipata naibu rais William Ruto. Kwa hivyo wengi wamejaribu, na kule Nyandarua Ruto ametangulia kuhusiana na zile kura ambazo zinaendelea kuhesabiwa pale. Nyeri Ruto ametangulia pale, na asilimia kubwa ile swala je, unajua sasa hivi bado kila Mkenya ako glued to the television. Wengi wanateta nimetumia bundles for the last 2-3 days bado sijajua rais. Sasa semeni mtatangaza lini? Pia wao they are relying on the availability of the form, physical form 30A, 4A and 34B ambazo zitafikishwa pale Bomas, kwa sababu iwapo kuna eneo bunge ama county ambayo haijafikisha form pale, it has to wait. And why is it that IBC nangoja mpaka verify? Kuna ile tulizungumzia kuhusiana na ile Supreme Court ruling ambayo ilifanyika mwaka 2017 ambayo ilibatilisha uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta. They want kuhakikisha kwamba at whatever cost lile swala la verification of the elections limefanyika completely, so that in case there are issues that will arise, Chebukati mwenyewe alisema kwamba their lawyers, their legal team will be prepared to handle such situations pale mahakamani. Mtazamaji, sijui unalipi la kuongezea pale kabla hatujatabatisha kipindi hiki cha leo cha The Morning Brief? Sina la ziada, ila mimi naambia Wakenya kwamba kidogo tusubiri tu uchaguzi yani matokeo utakapotangazwa na Chebukati, basi hapo ndo sherehe zitaanza. Usije ukaanza sherehe mapema na kisha matokeo yakitokea ujipate kwamba uanze kujitia kitanzi pale. Na by the way, kabla tujatamatisha, kuna haya masuala unapata kwamba people are looking for jobs, mainly youths are looking for jobs, and then unaambiwa kwamba you send your documents online. Unajua kuna ile Data Protection Act ambayo inasema kwamba yeyote ambaye ana conduct maneno ya anataka information yako through mitandao aseme kikamilifu baada ya kupata ile information nafanyia nini. Na vijana wengi they've been applied for jobs online, nyingi ambazo ni scam, nyingi ambazo baadaye unaanza kupigiwa simu atu wewe ulikuwa mahali fulani. They have all your information. Kama ni CV wako nayo, wanajua mahali umeifanya kazi, wanajua your ID number. I mean, they know everything. Na unapigiwa tu naambiwa wewe ni fulani of ID number this and this. Yes, uliwaifanya ulitoka mahali fulani ambapo ulikuwa unafanya kazi. This is happening actually. Jana kuna jana kuna sijui ni muite nani anapigia simu, anapigia mwenzangu simu pale eti wewe ni fulani. Ndio siku hizi bado unafanya kazi mahali fulani. Kuna wakati tuliongea ukaniambia unatafuta kazi ama unatafutia mtu kazi, uko mahala pale. Ndio, ama basi nataka nikupatie kazi by Monday kuje. Somebody comes so akiwa na all information, anajua everything about you, unashangaa na ni aje. And it's so easy for the youths ambao kabla labda hawana kazi fall into that trap. Unapata kwamba anakuambia ndio unafaa documents fulani, and I know somebody who's gonna make those documents like right now, tuma 2,000 ama 3,000 to kutengeneze, and then on Monday you're gonna get this job. Unapata wengi anaenda mpaka anakopa mshwari na fuliza na everything else, atafute zile documents alafu baadaye simu inazima. So my point ni kwamba hata wale ambao wana demand kwamba applications zifanyike online, siku hizi especially most government bodies and parastatals una apply online. Ile information ambayo wako nayo treat vizuri, ili kwamba isije ikafall into ama wasiuze. Ndio, wasiuze watu wakuja wanachezea wa Kenya. Wale watu ambao wanatafuta kazi, si kwamba wana fedha. Wangekuwa na fedha wangeanzisha biashara zao. And then another thing ni kwamba pia wewe ukipigiwa na simu kwamba ndio kuna kazi mahali fulani, even if you are not employed, you don't have a job,
think twice, investigate we mwenyewe, usikie mambo yanaendaje kabla before you fall into that trap kisha uanze kuteta. So be careful, and with the data you share online, be careful about it. Kuna watu wengine pale kazi yao tu ni kutafuta ama kuangalia wale ambao they are vulnerable na wanatumia ile data kuvunja sheria. Mtazamaji na msikilizaji, naona kwamba zimekatika dakika 41 baada ya saa 4 saa 3 kunradhi majira ni ya Afrika Mashariki, na matokeo yanaendelea kukuja. Utajuzwa zaidi jinsi ambavyo yatakuwa yanatokea katika kaunti tofauti, na kumbuka kwamba atakayekuwa anatangazwa kuwa rais lazima awe amepata 50%, uongeze moja ya kura zote ambazo zilipigwa, na vile vile awe amepata 25% katika kaunti 24 za kura ambazo zilipigwa. Mtazamaji, mimi sina la ziada ila nakutakia mema katika vipindi ambavyo vinafuata, wakati ambapo sote macho yetu yanaelekea pale IBC. Hii propaganda ya online isikukoseshe usingizi, ama isikufanye yani ufeel kwamba umeisha kabisa. Let us keep that hope kwamba sooner or later tutajua ni nani kiongozi. Naitwa Masi Ntita, kwa heri. Nami ni Edwin Mokaya, hadi hapo kesho Jumatatu, na hadi hapo Jumatatu tukutane tena kwenye kipindi hiki cha The Morning Brief. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420.